Asante Mungu kwa sababu unatulinda na kutunza hadi tumefika siku ya leo. Baba, tazama tunaenda kuanza darasa letu la watu wazima. Tunaomba Baba, Roho Mtakatifu atamalaki katika eneo hili. Baba, nitumie kama chombo tu. Roho Mtakatifu nifundishe niweze kuyatenda yale ambayo Mungu umepanga siku ya leo. Asante Mungu, kila mmoja aliyofika leo mtie nguvu, uwezeshe ili aweze kuelewa yote ambayo tutaenda kufundishana siku ya leo. Asante Mungu kwa sababu utaenda kutenda katika Efeso 4:27. Leo Mungu nasema wala msimpe ibilisi nafasi, na ibilisi atupi nafasi katika darasa hili. Bali Roho Mtakatifu tamalaki katika jina la Mungu na kushukuru. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Leo tuko juma la 3. Somo letu la leo ni maandalizi ya huduma ya Yesu ya hadharani. Bwana Yesu asifiwe. Na kweli kuu itakuwa inasema kwamba mfalme anakuja, lazima tujiandae kumpokea. Na maandiko ya somo tutaenda na Mathayo 3 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 17 na Mathayo 4 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 11. Na mstari wetu wa kukumbuka itakuwa Mathayo 3 mstari wa 2. Somo letu lenyewe tutaangalia namba 1, tutaangalia Yohana Mbatizaji anaandaa njia ya Masihi, ambayo tutasoma ile Mathayo 3:1 mpaka 12. Somo letu la pili litahusu Yesu ajaribiwa na Shetani. Tutasoma ile Mathayo 4 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 11. Sasa tuanze moja kwa moja na maandiko yetu ya somo, ambayo tusome ile Mathayo 3 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 17. Naomba msomaji wangu Mathayo sura ya 3 mstari wa 1 mpaka ule wa ngapi mali? Mstari wa 1 mpaka wa 17. Injili ya Mathayo sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 17 anasema, siku zile aliondoka Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Wayahudi na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa sababu hiyo ndiye aliyenena na nabii Isaya akisema, sauti. Asome ile maandiko yote tutaenda nayo. Asome ile Mathayo 4 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 11. Tasoma. Biblia inasema, kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Jaribu akamwitia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kisha ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu. Akamwambia, ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akamwambia tena imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kisha ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu na fahari yake. Akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kisha ibilisi akamwacha, na tazama wakaja malaika wakamtumikia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Somo letu ni maandalizi ya huduma ya Yesu ya hadharani. Tunaanza na utangulizi hapa. Mwalimu anasema kwamba Yesu akiwa katika mji wa ujana wake, yani Nazareth, ulipita ukimya wa miaka mingi ambayo Mathayo hakuhitaji. Alikuwa huko katika maandalizi ya kazi inayomkabili. Mwalimu anasema katika somo hili la leo linavunja ukimya huo kwa maandalizi rasmi ya kuingia katika uwanja wa huduma yake ya hadharani. Mtangulizi wake Yohana Mbatizaji alimzidi Yesu umri wa miezi 6
nao walikuwa ni wajamaa ya karibu kwa upande wa mama zao Elizabeti na Mariamu. Mwalimu anaendelea kusema kwamba Yohana alitokea katika historia kama mtangulizi wa mfalme wa Israeli. Sehemu ya ajabu ya mahubiri yake ilikuwa katika nyika ya Yudea, eneo la ukame kati ya Yerusalemu na mto Yordan. Ujumbe wake mkuu ulikuwa tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu wa mbinguni umekaribia. Kwa hapa tunaona kwamba tunaona huyu Yohana, hapa ni maandalizi ya huduma Yesu ya hadharani. Hapa tunaona kwamba inaelezea jinsi Yohana alivyokuwa anaandaa njia. Kwa hapa neno kubwa, mahubiri makubwa ya Yohana yalikuwa kuhusu toba. Ukiangalia pale katika mstari wa Kumbuka 3 mstari wa 2 unasema kwamba tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Akisema mfalme atatokea baada ya muda mfupi, lakini hataweza wala hatataka kuwatawala watu walioshindikana kuacha dhambi zao. Kwa mahubiri ya toba ya Yohana aliwatoa kutoka katika giza ili wengine waingie katika ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo tunaona kwamba kabla ya Yesu kuja hapa duniani, tunaona kwamba Yohana yeye alikuwa anatangulia, yani alikuwa anasafisha njia. Na kuja kwake Yohana alikuwa anahubiri kuhusu toba, yani kuziunganisha familia, wamrudie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa mwalimu anasema kwamba huduma ya Yesu ilithibitishwa rasmi na Mungu Baba yake siku ya ubatizo wa Yohana Mbatizaji. Hapa kuna mstari hapa ametoa, lakini sitasoma kwa sababu naona muda unakaribia, kwa sababu tuna mambo mengi huko mbeleni. Anasema na kisha uthibitisho bora wa maandalizi ya kazi yake aliyojia ulimwenguni kwa majaribu ya siku 40 na hatimaye kupata ushindi wa kishindo pale katika jangwa lililowashinda Waisraeli miaka 40. Huko Yesu akiongozwa na Roho Mtakatifu akamshindilia. Mwalimu anasema alimshinda shetani. Anasema kwani majaribu alimjia shetani kwa mambo manne. Huduma ni lazima kuthibitishwa kwa mengine na sio dhambi, bali kushindwa na jaribu. Hapa tunaona kwamba kitu muhimu ambacho mwalimu anatupa katika utangulizi, anasema kwamba Yohana Mbatizaji kazi kubwa ilikuwa ni kuweka njia, na mahubiri yake mengi tunaona kwamba alikuwa anahubiri kuhusu toba, watu watubu kuhusu dhambi zao. Na hapa katika utangulizi mwalimu anasema kwamba anasema huu utangulizi wa Yesu ambao Yohana Mbatizaji alimzidi Yesu umri wa miezi 6. Na tunaona kwamba hao walikuwa ni wajamaa karibu kwa upande wa mama zao. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiangalia hapo ukaribu wao kwa upande wa mama zao walikuwa ni watu ambao wana ujamaa. Ukiangalia pale katika Luka, soma ile Luka Luka 1 mstari wa 26, alafu uruke usome Luka hiyo mstari wa 36. Luka 1 mstari wa 26, alafu usome hiyo 1 mstari wa 36. Utaona jinsi walivyokuwa na ujamaa pale. 1 mstari wa 26 tu, alafu utaruka utaenda kusoma mstari wa 36. Luka 1:26 anasema mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya jina lake Nazareti. Hapo nenda 36. 36 anasema tena tazama jamaa yako Elizabeti naye amechukua tena tazama jamaa yako Elizabeti naye amechukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee wake, na mwezi huu ni wa 6 kwake yeye aliyeitwa tasa. Umeona pale, umeona jinsi hawa watu wana ujamaa upande wa mama zao. Ukisoma mstari wa 26 anasema mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti. Ina maana alitumwa kwa Bikira Mariamu mwezi wa 6.
Ukisoma mstari wa 36 unavyoshabiana pale, anasema kwamba tena tazama jamaa yako Elizabeti. Tena jamaa yako Elizabeti naye amechukua mimba ya mtoto mwanaume katika uzee wake, na mwezi huu wa 6 kwake yeye aliyeitwa tasa. Unaona jinsi walivyokuwa wamepishana, walikuwa wamepishana kwa miezi 6. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu kingine katika utangulizi, mwalimu ameendelea kutumisha kwamba anasema hivi, ubora wa huduma ya Yesu ulithibitishwa kwa maadili ya kazi yake aliyojia ulimwenguni kwa majaribu ya siku 40 akiwa katika kufunga usiku na mchana huko jangwani na hatimaye kupata ushindi wa kishindo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba anaandaa njia ya Masihi ambayo tumeshasoma mwanzo, ambapo tutaangalia kuanzia Mathayo 3 mstari wa 1 mpaka wa 12. Hatutasoma hapa kwa sababu tumeshasoma mwanzo. Hapa mwalimu anasema kwamba Yohana Mbatizaji anaandaa njia ya Masihi. Mwalimu anasema kwamba mahubiri ya Yohana yalichokoza upinzani wa viongozi wa Kiyahudi. Walituma wajumbe ili wamhoji, alafu kisha warudishe habari kuhusu mafundisho yake na madai yake kuhusu nafsi na mamlaka yake. Yohana hakuwajibu kuwa ni mkubwa au ni kiongozi katika Israeli. Hakujiita nabii aliyeahidiwa katika Kumbukumbu la Torati. Tukiona pale, tunaona kwamba alipata upinzani. Watu walikuwa wanamhoji kwamba wewe ni nani? Tunaona kwamba hapa Mafarisayo hapa mwalimu anasema kwamba walimhoji, upinzani wa viongozi wa Kiyahudi walimhoji kwamba wewe ni nani? Yaani walitaka kujua kwamba yeye ni nani, lakini yeye hakutaka kujiinua. Ina maana hakuwajibu kuwa ni mkubwa au ni kiongozi katika Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Na ukisoma ile Kumbukumbu la Torati, hapa tutasoma ile 18 mstari wa 15 na mstari wa 18. Na ukisoma kwamba ile ukisoma nayo Malaki 4:5, tunaona kwamba huyu Yohana alijishusha. Watu walikuwa wanamuuliza maswali mengi, wewe ni nani? Lakini yeye mahubiri yake mengi alikuwa anahusu toba. Na hapa alijishusha kwa sababu alijua kwamba yupo mkubwa kuliko yeye ambaye atakuja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakutaka kubishana wala kuleta upinzani na wale viongozi wa Kiyahudi. Anasema bali yeye alikuwa sauti tu ya mtu aliyewaita watu waache dhambi zao na kubatizwa, na hivyo wajiandae kumpokea Masihi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo alikuja kwa ajili ya toba, watu watubu kwa ajili ya dhambi zao, kwa ajili ya kumpokea Masihi. Mwalimu anasema kwamba Yohana alikuwa kama mjumbe aliyotumwa mbele ya mfalme ili kuwaambia watu wasafishe njia kwa ajili ya mfalme. Kuna maandiko pale, kuna Mathayo 3 mstari wa 1 mpaka wa 6, na vile vile kuna ile Luka 3 mstari wa 1 mpaka wa 6. Kwa mtu kama anaandika, kuna Yohana 1 mstari wa 6 mpaka wa 9. Kwa hiyo tunaona kwamba huyu Yohana alikuwa anatengeneza njia kwa ajili ya Masihi kuja. Na alipokuwa anafanya kazi ya kutengeneza njia, mara nyingi alikuwa anahubiri kuhusu toba. Alikuwa anahubiri kuhusu toba, watu waache dhambi. Alikuwa anaunganisha kati ya familia na familia au kati ya mtu na mtu ili waweze kumjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yote haya aliyafanya kwa ajili ya maandalizi ya kuja kwa Masihi. Bwana Yesu asifiwe. Mwalimu anasema kwamba agizo la Yohana Mbatizaji ni kwamba watu wote watubu bila kujali walikuwa watu gani. Wale waliokuwa wa uzao wa Ibrahimu hawakuwa na upendeleo machoni pa Mungu kuliko mataifa mengine, bali watu wa kila taifa, dini au hali ya maisha, wote waliwaambia waache maovu yao na waonyeshe matokeo na matunda katika maisha yao yaliyothibitishwa kwamba toba ilikuwa ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona kwamba mwalimu anazidi kusisitiza kwamba alikuwa hana upendeleo. Alikuwa anawaambia watu wote kwamba watubu, warejee. Alikuwa anarejesha familia zimrudie Mungu, zimjue Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mahubiri yake mengi yalikuwa yanahusu toba. Na tukiangalia pale mstari wake wa kukumbuka
ile Mathayo 3:2 anasema tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Bwana Yesu asifiwe. Na mwalimu anazidi kutuambia kwamba ingawa Yohana aliwabatiza watu ili kuwaonyesha kwamba walitubu na kusamehewa dhambi zao za zamani, ubatizo haukuwapa nguvu ya kuishi maisha safi. Ubatizo wake ulikuwa maandalizi tu kwa yule aliyekuwa mkubwa kuliko yeye. Yesu Kristo angetoa kipawa cha Roho Mtakatifu ambaye sawasawa na moto ambao ungechoma makapi ya mioyo yasiyofaa na kuacha ngano safi ili chakula cha nguvu maisha ya kila muamini. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie ile Mathayo 3:11. Kuna kitu pale mwalimu amezungumza. Mathayo 3:11. Naomba nisomee ile Mathayo 3:11. Biblia inasema, kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuchukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona kwamba huyu Yohana alikuwa anawabatiza watu kwa maji, lakini anasema yeye ajaye atawabatiza kwa moto na kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huyu Yohana yeye alikuwa anawabatiza Yesu, ilikuwa maandalizi tu. Ulikuwa ni ubatizo wake, ulikuwa maandalizi tu kwa yule aliyekuwa mkuu, alikuwa ubatizo wake ulikuwa maandalizi tu kwa ya kuja kwake Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na tumesoma ile Mathayo 3:11-12. Kwa hiyo tunaona kwamba huyu Yohana alikuwa tu anabatiza kwa ajili tu ya maandalizi, lakini yeye ajaye ambaye Yesu atawabatiza watu kwa moto na kwa Roho Mtakatifu. Somo la pili linasema Yesu ajaribiwa na shetani. Hapa tunaona kwamba cha ajabu na kushangaza, sababu unaweza ukashangaa kwa nini Roho Mtakatifu alikuwa anaongoza shetani ili Yesu ajaribiwe. Mwalimu anasema cha ajabu na kushangaza, inawezekanaje Yesu aongozwe na Roho ili ajaribiwe na Ibilisi? Unaweza ukashangaa kwa nini? Kwa nini Yesu aongozwa na Roho ili aende kujaribiwa na Ibilisi? Hapa anasema kwamba na kwa nini Roho Mtakatifu ampeleke katika hali hii? Na kwa nini Roho Mtakatifu amempeleka katika ile hali ya kujaribiwa na Ibilisi? Anasema ni kwamba haya yalikuwa lazima ili kuthibitisha ubora wa kufanya huduma yake aliyejia toka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona kwamba Roho Mtakatifu alikuwa anamuongoza ili aende, anamuongoza, kama anamuongoza shetani ili akamjaribu nani? Yesu. Lakini haya yote yalikuwa ni mpango ili ithibitishe ubora wake kwa kazi ambayo ameingia hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Kazi kubwa ilikuwa kumthibitisha ana ubora gani. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba Adamu kipindi kile wakati yuko Eden, naye alijaribiwa kwa umbo lile ambayo Yesu alijaribiwa. Tunaona Yesu alijaribiwa na Ibilisi. Tunaona kwamba naye Adamu kwa umbo lile la nyoka alijaribiwa, lakini Adamu alishindwa. Kwa hiyo tunaona kwamba kushindwa kwa Adamu kulithibitisha kwamba hana ubora wa kuwa mtawala. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapa Yesu kwa umbo lile la kujaribiwa na nyoka, tunaona kwamba alishinda kwa ushindi wa kishindo. Kwa hiyo yeye alithibitisha kwamba anaweza kutawala na kazi ambayo amepewa kuja hapa duniani ataifanya ipasavyo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mwalimu anasema kwamba Adamu wa kwanza alithibitishwa kwamba hakufaa kwa utawala alipokutana na majaribu bustanini mwa Eden. Hapa mwalimu anasema kwamba hapa Adamu wa mwisho, yani Yesu, anakutana na shetani kwa umbo lile la nyoka na kushindana na shetani, lakini pasipo kushindwa. Yani Yesu alishinda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lengo kubwa la Yesu kujaribiwa kwa ajili ya kuthibitishwa ana ubora wa aina gani. Na tunaona kwamba, na ndio maana mwalimu anatuambia kwamba Adamu wakati yuko Eden alishindwa, alijaribiwa na shetani kwa umbo lile,
lakini yeye alishindwa. Kwa hiyo pale alithibitishwa kwamba Adamu hakufaa kuwa mtawala. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa lengo kubwa ni kuthibitisha ubora wa Yesu Kristo. Na mwalimu anatufundisha kwamba nini maana ya majaribu au kujaribiwa au kupima. Anasema ni neno la Kiyunani au Kigiriki linatafsiriwa kwa maana mbili. Kwa hiyo hii kujaribiwa au majaribu ni neno la Kiyunani ambayo linatafsiriwa kwa maana hii mbili. Maana ya kwanza ni kupima au kuthibitisha. Kwa hiyo tunaona kwamba kujaribiwa, maana ya kwanza, unapokuwa unajaribiwa ina maana unapimwa au unathibitishwa. Ambao ukisoma ile kuna maandiko hapa, sababu ya muda sitayasoma. Kuna Yohana 6:6, kuna Wakorintho wa pili pale mstari wa 13 mpaka wa 5. Kuna Ibrania 11 mstari wa 17. Na maana ya pili ya majaribu ni kushawishi au kuvutwa kutenda mabaya au kutenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona kwamba neno majaribu lina maana mbili. Maana ya kwanza ya kupima, maana ya pili kupima au kuthibitishwa, maana ya pili kushawishi au kuvutwa kutenda mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona kwamba kumbe Roho Mtakatifu alipokuwa anamuongoza Roho ili Yesu ajaribiwe, pale alitumia ile maana ya kwanza. Ina maana pale alikuwa anapimwa Yesu au anathibitishwa ana ubora gani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini shetani wakati anaenda kumjaribu Yesu, yeye alikwenda kwa maana hii ya pili. Alikuwa anamshawishi au anamvuta ili atende mambo mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona kwamba kumbe kujaribiwa kuna maana mbili. Na ndio maana hapa tunafundishwa kwanza hata sisi kwa imani yetu tulivyo. Wakati mwingine tunaweza tukawa tunapimwa. Wakati mwingine unaweza ukapata jaribu. Mungu anakupima, anakuthibitisha. Je, una ubora gani kupitia imani uliyonayo? Bwana Yesu asifiwe. Na wakati mwingine Mungu anaruhusu majaribu akupime, akuthibitishe. Je, unasimama kupitia imani uliyonayo? Au ukipimwa au kuthibitisha unakuwa unatetereka, unaenda sasa hapo unakuwa unavutwa na shetani kwenda kutenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo majaribu yapo, yanakuwa na maana mbili. Na ndio maana tunapokuwa tunajaribiwa tumuombe Mungu sana. Bwana Yesu. Lakini shetani alijaribu kumshawishi afanye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu wakati anajaribiwa, Roho Mtakatifu aliruhusu hali. Hii hali aliruhusu kwa sababu alikuwa anampima kuthibitisha kwamba ubora wa Yesu ukoje. Lakini yeye shetani alikuwa na kazi ya kumshawishi ili kumvuta atende dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Na tukiendelea pale tunaona pale jinsi Yesu alipokuwa anajaribiwa. Tunaona kwamba pale Yesu alijaribiwa. Jaribu la kwanza ni ile baada ya Yesu kuona njaa. Kwa hiyo baada ya Yesu kuona njaa, shetani alichukua ile nafasi. Alichukua nafasi kumjaribu, kumshawishi ili atende dhambi. Tusome ile Mathayo 4 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 4. Tuone jinsi gani baada ya Yesu kuona njaa, huyu shetani alimshawishi. Biblia inasema kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Mjaribu akamtia akamwambia, ukiwa ndiyo mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Yesu akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba baada ya Yesu kuona njaa, mjaribu akaja. Akamjaribu, akamwambia, ikiwa wewe mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mikate. Lakini yeye Yesu akamjibu kwamba imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa neno litokalo kwa Mungu. Tunaona kwamba shetani anatumia ushawishi, anakuvuta. Yaani pale alikuwa anamvuta Yesu atende dhambi, alikuwa anamshawishi. Lakini Yesu alisimama katika msimamo wake, akamjibu kwamba mtu hataweza kuishi kwa mkate ila kwa neno litokalo kwa Bwana. Tunaona jaribu la pili, hoja ya kuwa Yesu kuwa ni mwana wa Mungu. Pale
alimjaribu. Tukiangalia ule mstari wa 5, hiyo Mathayo 4 kuanzia mstari wa 5 mpaka wa 7, hoja ya kuwa Yesu kuwa ni mwana wa Mungu. Pale shetani alitumia ushawishi wake kumjaribu Yesu. Tusome ile Mathayo kuanzia mstari wa Mathayo 4 kuanzia mstari wa 5 mpaka wa 7. Anasema, kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiyo mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. 7. Yesu akamwambia, tena imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Umeona nani shetani anazidi kumjaribu. Kila tukio ambalo Yesu anakutana nalo, shetani anatumia mwanya wa kumshawishi, kumvuta ili aweze kutenda dhambi. Tumesoma pale, ikiwa mwana wa Mungu jitupe, lakini Yesu anamjibu kwa maandiko pale. Na jaribu la 3 ambalo shetani alimjia Yesu, ili jaribu la kujipatia mamlaka duniani ya dunia yote. Pale shetani naye alikuja akamjaribu. Tumalizie ile Mathayo 4 kuanzia mstari wa 8 mpaka wa 10. Jaribu la kujipatia mamlaka ya dunia yote. Tusoma. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu na fahari yake. Akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kulisujudia. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kisha Ibilisi akamwacha, na tazama, wakaja malaika wakamtumikia. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba shetani halitumia umwanya, akamwambia hizi milki, anamshawishi, lakini Yesu akamjibu. Pale tumeona imeandikwa pale, haina haja kurudia. Tukisoma tena, tukiendelea kusoma pale, anasema, fahamu ya kuwa kila mara Yesu alijibu majaribu yaliyo. Anamwambia badili mkate, mawe haya kuwa mkate. Lakini Yesu, yale maneno ambayo alikuwa anajibu, yalikuwa hayatoki tu, yalikuwa anarejea kwenye nini? Maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Kila neno ambalo alikuwa anasema pale lilikuwa linarejea kwenye nini? Maandiko. Tukiangalia lile jaribu la kwanza, jaribu la kwanza lile ambalo la kubadili mkate, badili mawe kuwa mkate. Hili jaribu aliposema imeandikwa, ina maana pale alirejea kwenye nini? Kwenye maandiko. Hebu tusome ile Kumbukumbu la Torati 8 mstari wa 3. Alirejea kwenye andiko, Kumbukumbu la Torati 8 mstari wa 3. Sura ya 8 mstari wa 3. Biblia inasema, akakutweza akakuacha uone njaa, akakulisha kwa mana usiyoijua wewe wala baba zako hawakuijua, apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ina maana hapa tunaona kwamba kila jaribu ambalo alikutana nalo Yesu Kristo, wakati shetani anamjaribu, yeye alimjibu kurejea maandiko. Msimamo wake ulikuwa katika nini? Maandiko. Na ndio maana hapo ukisoma Kumbukumbu la Torati 8 mstari wa 3, hapa anasema kwamba bali hataishi kwa kila neno litokalo kwa Bwana. Anasema hapa kuanzia mstari wa ngapi hiyo? Anasema apate kukujulisha kuwa mwana wa Adamu hataishi kwa mkate tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona kwamba yale maandiko, yale maneno ambayo Yesu alimjibu shetani wakati anamwambia badili haya mawe kuwa mkate, ina maana halikuwa hayajatoka tu, yeye alikuwa anarejea katika nini? Maandiko. Tumethibitisha pale Kumbukumbu la Torati 8 mstari wa 3. Hata tukiangalia lile jaribu la pili, nalo lile jaribu alijibu, msimamo wake ulikuwa katika maandiko, ambao tusome hoja ya kuwa mwana wa Mungu. Soma, alirejea katika maandiko ya Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 16.
Kumbukumbu la Torati 6, hoja ya kuwa mwana wa Mungu. Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 16. 6:16 Biblia inasema msimjaribu Bwana Mungu wenu kama mlivyomjaribu huko Masa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba ukianza kusoma ile Mwanzo, msimjaribu Bwana Mungu. Tunaona kwamba wana Israeli walipokuwa wanakimu, tunaona kwamba walianza kunung'unika. Yaani walikuwa wananung'unika. Lakini baadaye Mungu alifanya. Sasa manung'uniko yale, ina maana walikuwa wanamjaribu kwamba wanasema hivi ukweli ni mwana wa Mungu au sio mwana wa Mungu. Ina maana Yesu alirejea kupitia lile andiko. Bwana Yesu asifiwe. Hoja ya kuwa Yesu kuwa ni mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na tukiona ile jaribu tena la tatu, yale maneno ambayo imeandikwa alikuwa hayatoki tu, alikuwa anarejea katika nini? Biblia. Hii jaribu la kujipatia mamlaka ya dunia yote alirejea katika ile Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 13. 6 mstari wa 13. Inasema mche Bwana Mungu wako, ndiye utakayemtumikia na kuapa kwa jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Alimwambia nitakupa mamlaka, lakini akasema mche Bwana Mungu wako. Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu Kristo wakati anajaribiwa na Shetani anamvuta atende dhambi. Yeye alikuwa anamjibu Shetani kupitia maandiko. Alikuwa anarejea. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati mwingine sisi tunakutana na majaribu. Wakati mwingine mtu anakuuliza swali. Sasa kwa mtu ambaye haelewi, inabidi turejee kwenye nini? Maandiko. Wakati mwingine mtu unaweza ukamwelezea kitu tu anakuwa hakuelewi. Na ndio maana tunaambiwa kwamba tusome sana neno. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunakutana na changamoto, mtu anakuuliza kitu, wokovu ni nini? Au anakuuliza swali lote kuhusu wokovu. Na ndio maana tunasema kwamba tusome sana neno, ili majibu yetu ambayo tutakuwa tunayatoa yarejee katika nini? Neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona hapa Yesu yeye hakuwa anatoa maneno yale tu, yani anakuja tu, yeye alikuwa anarejea kwenye nini? Biblia. Kwa hata sisi tunapokutana na majaribu, mtu anaweza akakujaribu tu kwa swali gumu, jitahidi sana kumjibu kupitia nini? Biblia, maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Hapa mwalimu anazidi kutuambia kwamba anasema hata hivyo haya hayakuwa majaribu ya mwisho yaliyotolewa na Shetani, bali alimwacha Yesu kwa muda tu ili angojee nafasi nyingine. Tukisoma Luka 4 mstari wa 13, anasema kwamba hayakuwa ya mwisho, alikuwa amemwacha tu. Tusome ile Luka 4 mstari wa 13. Luka 4 mstari wa 13. Luka 4:13. Inasema basi alipomaliza kila jaribu, Ibilisi akamwacha akaenda zake kwa muda. Amina. Tunaona kwamba kumbe alimwacha tu kwa muda. Sio kusema ndo aliondoka moja kwa moja. Anasema hata hivyo haya yakuwa majaribu ya mwisho yaliyotolewa na Shetani, bali alimwacha Yesu kwa muda tu ili angojee nafasi nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunafundishwa kwamba hata kama utapita katika jaribu fulani, usifikiri kama Ibilisi ndio basi amekuacha. Waga hapa anakuacha tu kwa muda, lakini atarudi tena. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana tunaambiwa kwamba tujiandae kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Kila wakati tuwe tunamcha Bwana. Hata kama tunakutana, unajua kwamba kwa sababu kuna mwingine anaingia kwenye maombi akikutana na majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana anakuambia kwamba pale unapoona wewe kuna amani, kumbe hakuna amani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa neno la Mungu linatufundisha kwamba tujiandae kila wakati. Sio umepata changamoto fulani ndio unaanza sasa kumtafuta Mungu, kuanza kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Tujitahidi kufanya mambo ya Mungu kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Usiombe, usifunge na kuomba eti kwa sababu nimepata jaribu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Unapoona amani, kumbe Ibilisi pale anatengeneza bomu. Siku likilipuka utashangaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila wakati tujiandae. Bwana Yesu asifiwe. Hapa mwalimu anazidi kutuambia kwamba anasema daima Yesu alijaribiwa kwa ushawishi wa namba 1, kuweka mahitaji yake binafsi mbele
na kuyaweka makusudi ya baba yake Mungu. Kwa hiyo tunaona kwamba hatutasoma mistari hapa. Lengo kubwa la shetani kumjaribu huyu Yesu, alikuwa anataka tu mahitaji yake ya binafsi ndio ayaweke mbele, lakini mahitaji ya Mungu, makusudi ya Mungu ayaweke nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Yesu wakati anakuja kuna kazi ambayo alitumwa kuja hapa duniani, lakini yeye shetani alikuwa anataka yale makusudi ambayo ameajia hapa duniani ayaweke nyuma, lakini mahitaji yake binafsi yaweke, mambo yako binafsi ndio yaweke nini mbele, lakini mambo ya Mungu yaweke wapi? Nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Vile vile tunaona kwamba huyu shetani alimjaribu kwa kuthibitisha umasihi wake mbele ya watu wasioamini kwa njia ya kufanya miujiza. Tunaona kwamba kuna wakati alikuwa anamwambia thibitisha, yani athibitishe. Sisi Wakristo wa sasa hivi sio lazima tuone. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunaamini tu, tunajua kwamba Mungu yupo, Mungu anaponya, sio lazima tuone. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona kwamba hapa jaribu lingine anasema kujipatia mamlaka ya kutawala kwa njia yoyote ila sio kwa njia ya mateso. Kwa hiyo alikuwa anamjaribu kwamba unaweza ukatawala, sio lazima kwa njia ya mateso. Yaani ule mpango wa Mungu kwamba Yesu anapokuja atapitia hatua hii, atapitia hatua hii. Shetani alitaka kuvuruga, akawa anamshawishi kwamba hata bila kupata mateso wewe unaweza nini ukawa mtawala. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba wale ambao hawakuwepo mwanzoni, tunaona kwamba Yesu alijaribiwa na shetani na Roho aliruhusu hali hii kwa sababu ili kuthibitisha ubora wa Yesu kwa kazi ambayo ametumwa hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utaona kwamba cha ajabu kwa nini Roho aruhusu ajaribiwe Yesu. Lakini hapa ilikuwa ni kupimwa, kuthibitisha kwamba je, kazi ambayo amerudia, je, ni bora? Yaani ni bora au ataweza? Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba Adamu wa kwanza naye alijaribiwa kwa umbo lile la kutumiwa nyoka, lakini Adamu alishindwa. Na aliposhindwa Yesu, aliposhindwa Adamu, ina maana yeye akaonekana kwamba hana ubora, hawezi kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu Kristo kwa umbo lile la nyoka alishinda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo aliposhinda ile majaribu, tumeona hata majaribu yote ambayo alishinda, na alikuwa ameshinda kwa kishindo. Kwa hiyo alithibitisha kwamba ubora wake wa kuja kutawala hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa hitimisho utaenda haraka. Kwa kutimiza haki yote, kuna maandiko pale ameyasoma, ameandika. Kuna Mathayo 3:15, Lawi 16:4, Galatia 4:4-5. Anasema kwa kupitia ubatizo alijiweka wakfu hadharani kwa ajili ya Mungu na ufalme wake, au hivyo alitimiza hitaji la Mungu la haki. Kwa hiyo tunaona kwamba alijaribiwa hapa, alibatizwa kwa ajili ya haki yote. Pili, kujifananisha na wenye dhambi. Tunaona kwamba alibatizwa kwa sababu alikuwa anajifananisha, yaani alibeba ule binadamu, alijifananisha na wenye dhambi, ijapokuwa Yesu hakuwa mwenye dhambi na hivyo hakuhitaji kutubu. Wakorintho pale wa pili mstari wa 5-21 pale. Tatu, ili kujihusisha na kundi jipya la Mungu lililokuwa likimtaka kila mtu kutubu, na ndilo maana ujumbe wa mkuu wa Yohana Mbatizaji kama. Kwa hiyo pale alikuwa tu kudhibitisha kwa sababu kundi kubwa ambalo alikuwa analitaka walijie. Kwa hiyo na yeye alijiingiza ili kuonekana, yani alivaa ule binadamu ili alingane na wale watu ambao alikuja kufanya kazi. Anasema Yesu kujaribiwa kwake na shetani ilikuwa ni jaribu la kushawishi atoke kwenye njia ya utii kamilifu wa mapenzi ya Mungu. Kumbuka kwamba katika kila jaribu la Ibilisi, Yesu alijitisha chini ya mamlaka ya neno la Mungu, imeandikwa. Tumeona pale, tuliangalia pale kila jaribu ambalo shetani alikuwa anamjaribu, yeye alikuwa anarejea kwenye maandiko, imeandikwa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema Yohana Mbatizaji alianza maandalizi ya huduma ya mfalme kwa neno la toba, lakini pia Yesu alianza rasmi huduma yake katika Galilaya kwa neno la kutubu.
Lakini kama hivyo haitoshi, ujumbe wa toba tangu zamani ulikuwa ni ujumbe msingi wa nabii. Hapa tunaona kwamba anaeleza tu, anarejea yale ambayo tumejifunza kwamba huyu Yohana Mbatizaji kazi yake kubwa alikuja kutengeneza njia, na kitu kikubwa ambacho alikuwa anahubiri ni toba, watu watubu. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anazirejesha familia kwa Mungu. Na hapa anasema kwamba Yesu wakati anashinda yale majaribu, anamshinda, alikuwa anarejea maandiko. Kila shetani alipokuwa anaongea, yeye anasema imeandikwa hivi, imeandikwa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya muda nimerukaruka vitu, bado dakika 5 hapa. Kuna maswali lakini tujibu tu. Tunakubariki kwa ajili ya asubuhi njema. Tumekuona Mungu ukiwa pamoja nasi tangu tulipoanza kipindi hichi. Mungu umekuwa mwalimu wa kweli wa kufundisha. Pokea sifa na utukufu Bwana. Asante hata kwa mwalimu uliyemsimamisha siku ya leo. Bwana Yesu umemtumia. Nasi tunanyamaza kimya. Neno lako liendelee kutenda kazi kwetu. Ni katika jina lako takatifu. Amen.